kwamba anapojiandaa kwenda kuleta ile bajeti kuu ni lazima waeleze Watanzania ukweli. Ni lazima waeleze wabunge ukweli. Nini kilichomsukuma kwenda kukopa mikopo peke yake kwa ridhaa yake na kuja kuitumia kwa ridhaa yake, na kukopa fedha zingine usizipitishe kwenye mfuko mkuu wa serikali, unazichepusha, unazipeleka moja kwa moja kwenye matumizi kwa ridhaa yako. Lazima Watanzania waambie. Lazima Watanzania waambie. Kwa hiyo anakabiliwa na huo mtihani mgumu huo wa kuhakikisha kwamba hilo takwa analitekeleza. Hata kama ameshindwa kunijibu hapa, lakini anakabiliwa na upinzani, anakabiliwa na mtihani mkubwa wa kuhakikisha kwamba kama aliamua kukwepa hapa, basi kwenye bajeti ya serikali kuu hawezi kulikwepa hili. Ni lazima atuambie ukweli, tutoke na majibu hapa sote. Na huku akijua sheria zote za nchi zinakataa, na huku akijua katiba ya nchi inakataa. Watatu waliokuwa wanahusika kwenye hili jambo wote wako kimya. Sasa ukishaona ukinye huo manake nini? Usiri huu unaleta mashaka makubwa juu ya uhalali. Kama nchi yenu inawekwa chini ya uangalizi na kuitwa kwamba ni nchi oevu ya utakatishaji wa fedha haramu, watu wote wanaiwekea indicators. Kwa sababu maeneo haya manake unazungumzia utakatishaji wa fedha haramu, unazungumzia ufadhili wa ugaidi, unazungumzia ufadhili wa maangamizi. Kwa hiyo nchi yenu inapokuwa oevu katika mambo hayo, inakuwa na challenges nyingi. Fedha zinazoripotiwa kama miamala shuku zinaitwa suspicious transactions. Ni transactions zenye mashaka. Haya, ndani ya suspicious transaction, mle ndani ni kweli zipo transactions zingine ni za kawaida tu. Mle utaseparate, utapata transaction ambazo ndio zenye mashaka, ndio zinaitwa miamala fiche. Na hiyo miamala fiche ndio sasa FIU inaichukua, inapeleka kwenye mamlaka zinazohusika na uchunguzi. Sasa waziri wa fedha baada ya kuona mijadala hiyo, sasa hivi miaka 2 mfululizo anakwepa kuweka miamala shuku ndani ya bajeti, kulieleza bunge lijue miamala shuku ilikuwa mingapi na miamala fiche ilikuwa ni mingapi. Sasa wewe kama msimamizi unawezaje kuficha taarifa, kutuambia kwamba zile miamala zilikuwa ni za jambo gani na umesimamia kwa nguvu gani? Sasa kuwepo kiasi kikubwa cha miamala shuku nchini, swala linalotishia usalama wa taifa letu. Unapokuwa na hii miamala shuku mingi, inatishia usalama wa nchi. Lakini huwezi kukusanya mapato katika miamala shuku na kama kuna utakatishaji mkubwa wa fedha za umma. Maana yake kuna fedha haramu itatapakaa. Na fedha haramu inatapakaa kwenye kikundi tu cha watu. Maana yake huwezi kukusanya kodi. Lakini pia lazima kutakuwa na utoroshaji mkubwa wa fedha kwenda nje ya nchi. Lazima kutakuwa na utoroshaji mkubwa wa fedha kwenda nje ya nchi. Yaani illicit financial flow itakuwa ni kubwa. Lakini lazima kuna uhamishaji mkubwa wa bei za bidhaa na huduma, transfer pricing. Maana huwezi kucollect revenue. Lakini kuna biashara za magendo na kuna biashara haramu nyingi zilizotapakaa. Yaani mazingira ya kuwa na miamala fiche mingi, maana ujue kwamba shughuli nyingi za kiuchumi zinazofanyika sio halali. Shughuli nyingi zinazofanyika ni haramu. Economic activities nyingi zinazofanyika, business and economic activities zingine zinazofanyika ni haramu. Sasa unawezaje mambo haya yakaruhusiwa na ukaleta hiyo taarifa bungeni very right? Very right. Yaani kana kwamba sio tukio yani. Kana kwamba kile kitengo ni kitengo kidogo tu. Hakina maana yani. Mpaka taarifa yake haihitaji kuwekwa ndani ya taarifa ya waziri wa fedha. Bunge limtake waziri wa fedha Dr. Lameck Mugulu Nchemba kuwasilisha taarifa zote za mikopo, FIU, taarifa za FIU, mamlaka za rufani za kodi na misamaha ya kodi. Mamlaka za uchunguzi na taasisi za kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU na Sekretarieti ya maadili ya uongozi wa umma na kadhalika zifanye uchunguzi wa uadilifu na ukwasi alionao na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Ni mambo mawili ambayo nayo yapendekeza very seriously. Tunayo safari ndefu ya kufanya mapinduzi makubwa ya uchumi na maendeleo kwa wananchi wetu. Tumepania kufanya hivyo na hatutaogopa kufanya hivyo, na kamwe hatutakiwi kurudi nyuma, kwani penye nia pana njia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kama mna swali. Kwa kumalizia dakika moja.